Bwana, kupona kwa Yao Kwasi Atohola kunamaanisha kitu kimoja tu, kwamba kazini kwa mtu kuna kazi. Sasa hii ni baada ya Yao Kwasi kupona kwa 100%, maradhi yake ama matatizo ambayo alikuwa yanamsumbua ya nyama za paja, kwa maana ya quadriceps, hizi nyama za paja za mbele. Na kiukweli ilihitajika mpaka ufanyike upasuaji, kwa sababu athari ya majeraha ambayo alikuwa nao Yao Kwasi alikuwa ni makubwa, na ilibidi baada ya upasuaji huo aruhusiwe apone kikamilifu, kwa maana apone kwa 100% kabla hajakuwa tayari kurudi uwanjani. Na hiyo inamaanisha kwamba muda si mrefu, tukielekea kuupindua mwaka tu, Yao Kwasi atarudi katika mfumo kama mchezaji wa kigeni rasmi ambaye Young Africans wamemsajili, na ataendelea na harakati zake kama mlinzi wa kulia. Sasa kiukweli kwa uwezo tu wa Yao Kwasi, yani hata akiwa katika 80% tu ya ubora wake, hakuna hata debate. Yani haitakiwi hata kuanza kuwekwa mjadala kwa mabana pengine labda Mwenda, Kibwana. Akiwa hata kwenye 80% tu ya ubora wake Yao Kwasi, hana mpinzani kwenye ile nafasi ya mlinzi wa kulia kwa upande wa Young Africans. Sasa kitendo cha kuachiwa apone kwa 100% ni kitu kizuri. Kwanza, kwa mujibu wa ripoti za kitaalamu, injury ambayo ametoka kuipata Yao Kwasi ni injury ambayo ikiruhusiwa kupona kikamilifu kama ambavyo Young Africans wamemruhusu Yao Kwasi aweze kufanya, imekuwa ni injury ambayo haina rekodi ya kurejea kiukweli. Yani uwezekano wa maradhi ya quadriceps, maradhi ya nyama za paja ambayo yatahitaji mpaka ufanyiwe upasuaji kuweza kurudi tena mara baada ya kupona kikamilifu, haifiki hata 10%, kitu ambacho kinakuonyesha kwamba uwezekano wa hichi kitu tena kurudi ni kidogo sana kwa Yao Kwasi, kwa sababu Young Africans wameweza kumanage vizuri sana hii situation. Sasa basi, kitendo cha Yao Kwasi kupona, manake kama nilivyoweka bayana mwanzo wakati nafungua hii video kwamba kazini kwa mtu tayari kuna kazi, manake anakwenda kikamilifu tu kuichukua nafasi yake. Lakini kitu kingine ambacho kinakwenda kutokea hapa ni kwamba itabidi bwana, kuna mtu katika mfumo wa wachezaji wa kigeni aweze kukatwa. Sasa hapo ndiko ambako pengine kuna baadhi ya watu panaweza pakawa panawafikirisha, ama kila mtu pengine akawa na mtazamo wake kichwani kuhusu nani haswa ambaye anapaswa kuwa kinara kwenye hili panga muhimu ambalo Yanga wanajiandaa kulipitisha, ili Yao Kwasi aweze kuirudisha nafasi yake kwenye kikosi na awe ni mchezaji ambaye ameingia katika mfumo rasmi kwa ajili ya kuwatumikia. Sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo taasisi huwa inavizingatia kwenye kuamua nani akatwe kama sehemu ya wachezaji wa kigeni. Lakini kitu ambacho mimi nakifahamu ni kwamba kitu kikubwa zaidi ni kwamba ni mchezaji gani wa kigeni ambaye kwa wakati huo anacheza chini ya kiwango. Yani tunasema the weakest link, kwamba eneo dhaifu zaidi kwenye upande wa wachezaji wa kigeni ni lipi? Wapi ambapo pana udhaifu zaidi ambako hata likipita lile panga, huyu bwana mkubwa anarudi, maisha mengine anaweza kuendelea. Hicho ndicho ambacho kinaangaliwa kama sehemu muhimu ama kama ishara namba 1 ya mchezaji ambaye anaweza kwenda kuwekwa pembeni mwisho wa siku. Mchezaji ambaye anapata muda wa kutosha wa kucheza lakini ana underperform, yani amekuwa akicheza chini ya kiwango. Sasa hesabu utazifanya mwenyewe, unaweza ukawa na mtazamo wako kuhusu hilo. Nani ambaye wewe unamwona ana underperform sasa hivi kwenye kikosi cha Young Africans? Kila mtu anaweza akawa na jibu lake, lakini ukweli ni kwamba hicho ndo kitu kikubwa. Kitu kingine, utajaribu kumtizama mchezaji wa kigeni ambaye naye pia anashindwa kuwa katika hali ya utimamu mara kwa mara. Yani kama kuna mchezaji ambaye hachezi katika kiwango chake, hiyo ni sababu ya kwanza. Lakini kitu kingine ambacho kinaangaliwa ni mchezaji gani wa kigeni ambaye pia upatikanaji wake umekuwa ni wa changamoto, amekuwa labda akiumia naye mara kwa mara. Hiyo ni sababu nyingine kubwa ambayo inaweza ikafanya panga hili liende kumpitia huyo mchezaji, kwamba Yao Kwasi yuko tayari kurudi, lakini tukimtazama mchezaji fulani ambaye ni wa kigeni, upatikanaji wake naye umekuwa ni wa changamoto, alafu pengine umuhimu wake unaweza usiwe mkubwa kama wa Yao Kwasi kwenye nafasi yake. Hapo yanaweza kafanyika maamuzi magumu dhidi ya mchezaji huyo. Lakini kitu kingine, sababu ziko nyingi, nataja 3 za muhimu zaidi. Kitu kingine ni thamani ya mchezaji sokoni. Kuna muda klabu inaangalia uwezekano wa kumuondoa mchezaji ambaye umri wake umesogea, kwa sababu thamani yake ya kuuzika mbeleni inakuwa ni ndogo. Kwa hiyo hapo pia utafanya hesabu zako. Wachezaji ambao umri wao kidogo umevuka kuanzia miaka 26, 27, hawa wanaweza kuwa kwenye hatari zaidi, hasa ukijumlisha na zile sababu mbili za kwanza. Yani kama umeshavuka miaka 27, 28,
kisha upatikanaji wako umekuwa ni wa changamoto, then ongezea na hapo hata unapopata nafasi ya kucheza umekuwa ukicheza chini ya kiwango, yani we ni kama imeshaandikwa kabisa kwamba mtu kama Yao Kwasi akipona manake we nafasi yako haipo tena. Sasa mimi nataka niweke bayana pengine kuhusu mchezaji ambaye alikuja kwa niaba ya Yao Kwasi wakati alikuwa anaendelea kupatiwa matibabu kulingana na majeraha ambayo alikuwa nayo, ambaye ni Frank Asinki. Sasa pengine kuna watu ambao watakuwa wamekaa sasa wanajiuliza, inawezekana akawa ni Frank Asinki ambaye nafasi yake imekuwa ni changamoto kwenye kikosi cha Young Africans. Binafsi sifikiri na sidhani kama ina make sense Asinki kuwa ndo mtu ambaye anawekwa pembeni, kwa sababu kwanza Asinki anaweza akacheza kama beki wa kulia, kitu ambacho ndo kilifanya Young Africans waende kumchukua, lakini Asinki pia anaweza kujitosheleza vizuri tu kama mlinzi wa kati. Sasa Young Africans wana walinzi wakati, ukimtoa Asinki wanabaki wanne: Jobu, Baka, Mwamnyeto na Ninju, kijana mdogo kutoka Zanzibar. Sasa kiukweli kama una mtu ambaye anaweza kucheza kama beki wa kati na ana uzoefu kama alionao Asinki, ana uwezo kama alionao Asinki, nafikiri Young Africans wanaweza wasiconsider kumwacha mtu kama huyu, kwa sababu unamwangalia kijana mdogo Ninju ambaye of course ni talented, ni kijana ambaye pia amesajiliwa kwenye kikosi cha wakubwa, endapo nafasi itapatikana aweze naye kupewa nafasi yake. Lakini kiukweli katika malengo makubwa ya ligi na pengine hata kimataifa, ikiwa ndo msimu wake wa kwanza huyu kijana, ile pressure ya kumfanya kwamba aingie moja kwa moja kwenye mechi ambazo kuna muda zitakuwa ni za high stakes, unataka kuiondoa kutoka kwake. Na unaiondoa vipi? Unaiondoa kwa kumpa zaidi nafasi mtu kama Asinki ambaye ana uzoefu na anaweza kikamilifu kukabiliana na pressure pale ambapo itabidi nafasi za Jobu, Baka ama Mwamnyeto ziweze kuwa replaced na mmoja kati ya hawa wawili. Kwa hiyo tulieke hilo bayana. Watu wengine ambao labda mnaweza mkao mnajiuliza kwa bwana pengine hawa inabidi muafaka wao uanze kuangaliwa, watu kama kina Bala Conte na wengineo, katika sababu ambazo nimezitaja za mchezaji ambaye pengine anaweza akawekwa pembeni mara baada ya Yao kutakiwa kurudishwa kwenye mfumo, sikumtaja mchezaji ambaye hapati nafasi, kwa sababu hao wachezaji wengi ambao wamesajiliwa hivi karibuni kwenye kikosi cha Young Africans, kina Kouma, kina Conte, hao hata dakika zenyewe za kucheza za kutosha hawajapewa. Kwa hiyo hawa kwanza huwezi kuwaweka kwenye huo mjadala, yani huwezi ukatoa tathmini kwamba labda wanacheza chini ya kiwango au la, kwa sababu dakika zenyewe zimekuwa haba. Lakini kingine hasa kwa kesi ya mtu labda kama Musa Bala Conte au hata Kouma, unamwangalia Kouma miaka 21, Musa Bala Conte pia miaka 21. Hawa nakuja kwenye pointi yangu ya pili. Ya tatu ambayo nilibainisha katika zile sababu ambazo zinakuwa zinatazamwa kama sehemu ya kujaribu kumweka mchezaji pembeni: resale value. Wachezaji ambao wana umri baina ya miaka 20 mpaka 25 maximum, thamani yao ya kuuzika sokoni endapo watafanya vizuri ni kubwa. Kwa hiyo katika hali ya kawaida hawa ni wachezaji ambao wametoka kuingia kwenye dirisha kubwa la usajili, wanatakiwa waendelee kuangaliwa ili kwanza ipatikane tathmini ya viwango vyao, lakini kwa umri wao hawa ni watu ambao wana thamani ya kuuzika mbeleni. Kwa hiyo Young Africans highly unlikely watatazama uwezekano wa kuondokana na hawa wachezaji eti kwa sababu tu hawapati nafasi. Umri wao ni umri ambao endapo wataperform vizuri, kile ambacho wewe umekitumia kumnunua unaweza ukaja ukamuuza mchezaji hata kwa mara 2 ya kile, kama ataperform katika kiwango cha juu. Na ukijaribu kutizama umri wao unaruhusu wao kuweza kufanya hivyo. Uzuri ni kwamba ukimtoa Yao Kwasi, wachezaji wengi wa kigeni katika kikosi cha Young Africans hawana rekodi za majeraha, lakini ukiwatazama pia baadhi ya wachezaji wengi pia hawana, yani sijui kwamba eti kuna mchezaji ambaye haendani na mfumo wa mwalimu na vitu kama hivyo. Lakini all in all, kupona kwa Yao Kwasi kuna maanisha kwamba anakwenda kurudi kwenye kikosi cha kwanza moja kwa moja, hilo wala sina shaka nalo. Lakini kingine, wachezaji ambao watakwenda kufanywa tathmini kwa kiasi kikubwa kuhusu nani atakayetakiwa kumpisha: underperforming player, no resale value, low resale value au no resale value at all. Wachezaji ambao age imekwenda, pengine mchezaji ambaye pia anaingia hapo ambaye pia haperform vizuri na ukaambatanisha na swala la umri, au ni watu ambao watakuwa hatarini kwa kiasi kikubwa kupigwa kalamu nyekundu kuelekea dirisha dogo, ili Yao Kwasi aweze kuwa registered na arudi kwenye kikosi cha kwanza kwenda kuwatumikia wananchi Young Africans.